neno linasema uzima wa Kristo au maisha mapya ya Kristo. Tunakuja kuvuga ubuzima bushasha muri Kristo. Kawaida tunapokuja hapa akihubiri injili ya toba ili watu waje kumwamini Yesu wao. Hiyo tuje kuvuga ubutumwa bwo kugira ngo abantu baze kwihakika hapa. Injili ama ujumbe wa kuimarisha na kuhimiza wale waliookoka. Leo ubutumwa bwo gutera intege wale wabakishwa. Ikiwa wako miongoni wetu wale ambao watampokea Yesu, leo ni mahali kitu cha Yesu au wanapata neema pia ya kumpokea Kristo. Hao watu wanaokoka kwa Yesu. Lakini lengo hasa ya kukusanyika kwa watakatifu. Leo iniombele sisi kwa hapo kwa kwamba tuimizane na tukumbushane kwamba safari yetu inaendelea. Kugira ngo tutirane leo tukimuza ni kurudi wacho bangaye. Tukumbushane kwamba inatupasa kuishi katika maisha ya utakatifu. Tukimuza leo tushuhudia kwa ubuzima bw'umwera. Ama hii mbingu tunayoshuhudia, uko ilishuhudia naye sio kubeba. Leo ntabwo ari hano batinyana, sio sehemu ya kuweka takataka, si ahandi wakao uchafu. Mbingu ni mbingu takatifu, ijuru ni ijuru ryera, na mfano wa mbingu ni mtakatifu. Leo umwami w'iryo juru nawe ni wera, na watakaoishi katika mbingu hiyo leo abasoma muri iryo juru nabo ni abera. Haleluya, haleluya kanisa, amen. Napenda tufuatane kuanzia hawa walio mbele yetu na wakule mwanzoni kwa kuingia. Na kuwaambia kukurikira mbele muheri wale hano mbele tushitani nyuma. Maisha ya Wakristo, ubuzima wa Kristo ama uzima ni kitu ambacho mtu anakiishi. Jage ubuzima umuntu abayeho. Kwa njia nyingine tunaweza kuitwa jina lake. Leo kuhusu tunashona kuitwa izina liwe. Kama mtu ni mwizi, wanasahau jina lake la asili, anaitwa mwizi. Leo yu na kusuma wachana izina liwe baba haye akachaitwa kusuma. Kama mtu ni mtu ambaye anafanya dhambi yoyote, anageuka mrithi wa hiyo jina, hata jina lake la wazazi wanasahau. Leo umuntu wasema kwa nini alitamkaje achawangu nabo hiyo izina lako wakiwa mahali pakiwa. Na mtu akiwa Mkristo, ndio ni mwanawali Mkristo. Ni kwamba maisha yake ya asubuhi na mchana na jioni hata usiku yanafanana na Mkristo ama na Kristo. Leo Mungu Mkristo wa Mkristo, usibabe kwa watoto wasije kukoroa, usafi kwa Mkristo yeye. Wenzetu wanashuhudia kwamba Mungu ameongeza siku za kuishi. Leo hata tushinda kila kimana Mungu ili sio kwa. Hata sote tulio hapa Mungu ameongeza siku za kuishi. Na pesa piano imani kuongezwa kwa. Na sababu ya kuongezwa siku. Leo ni Mungu kuongeza ili kwamba uyaishi maisha ya Ukristo au ya Kristo. Kugira ngo tuwe ubuzima bw'Ukristo cyangwa bwa Kristo. Hebu tusome kitabu cha Warumi. Hebu tusome kitabu tunapozoea sana, tunapoangalia cyane sura ya 12. Wasome kitabu cha Warumi 12 mstari wake wa kwanza. Mungu wa mbele. Kwa neema tutaendelea kidogo kwa kitabu hicho. Hiyo tunaona hicho kitabu. Soma kwa kabisa. Msomaji asome hapo tayari. Roma ishesha chini kabiri umurongo wa mbere. Nuko bene data n'abantu kugira basisi Imana umutangi ibiri yanyu ibi bimaze ubuzima byera. Nihimbara Imana niko kurikorera kwayo kogera ikimazi. Turagushimiye Imana yacu, wewe uduhaye umwanya wo imbere yawe kandi twazanye no kumva ijambo ryawe. Turagushimiye rero uyu mwanya umukozi wawe atangiye kuvuga icyo washyize mu mutima wiwe. Ndamusengera kugira ngo wowe kandi ushoboze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi icyo wamubonekanye uhereye ku ntango gusa ku iherezo, ntihagire na kimwe ahuza byose bitari ko wamuhaye. Reka rero muhemuye agatanija
yongere kandi yungure imitima yacu kugira ngo ijambo ryo rishikira mu izina rya Yesu. Turakabaniye wa mudayimoni Satani uratobamaza imitima y'abantu kugira ngo ijambo riri ikibanza. Uwo tubabwiriye abo ubasha n'ubushobozi, reka ijambo ryawe rinyagurwa ritugiye kubanza n'ubushobozi, ridukure ku ntambwe yo gushikana kuri ntambwe. Urakoze mubyemeza tuza kugira neza, icyubahiro no gushima byose ni ibyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu ametuandalia sehemu au tunaweza kwamba kanisa ama hekaluni, mahali ambapo watu wa Mungu wanakumbushana matumaini yao. Kuna mahali ambapo tumetoka na kuna mahali ambapo tunaenda. Na katika muda huo wote wa safari hiyo inaomba gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno yameandikwa na mtumishi wa Mungu Paulo. Katika kukua kihuduma tunaweza kumchukulia katika nafasi ya kuwa hata nabii. Rero Paulo wibanye gutuma mu buryo bw'ibanga ushobora kumushyira mu kibanza cy'umubwishwa. Halafu pia ni mtume mkubwa, kandi rero ni intumwa ikomeye, tena ni mwalimu mkubwa, kandi umwigisha akomeye, ni mwinjilisti ambaye aliyetoa maisha yake kwa Bwana, kandi umuvugabutumwa yatanze ubuzima bwe ku Bwana. Na hizi ni habari ambazo baada ya kusikia kwamba kanisa hili la Rumi linaendelea, aliwaandikia ili awatie moyo kama leo tunavyotoa moyo na neno hili. Rero iri jambo yakandikiye Abaroma kuko y'abaganga kugira ngo ishengero batere urugendo. Haleluya. Amen. Aliposikia habari za imani ya kanisa hili la Rumi, amaze kumva inkuru kwizera muri ishengero z'Roma, na alikuwa hajafika katika kanisa hilo, rero iri shengero yari bwashyize na mwisho wa maisha yake hakufika kwa kanisa hili, rero ubuzima bwe bwarinze burangira adashyize ahishengero yari, lakini roho yake, ariko umutima wiwe, mzigo wa wito wake mkuu, umutwaro w'igikorwa cyo gikomeye katika ulimwengu wa roho, rero mu buryo bw'umuhemu amefuatana na kanisa hili hata kaliandikia neno hili. yakurikiranye no shengero no kubyandika n'amajambo, Maana alitaka kuwajulisha jinsi wapasavyo kusimama vizuri katika maisha ya Kristo na maisha ya kupendeza Mungu. yagomba kubandikira ngo ariko bifata mu buryo bw'umuhemu no mu buryo bwo kurwanya urugendo. Haleluya. Amen. Unajua hakuna kitu ambacho tunaweza tukakifanya kwa ishara ya mwili kimfurahishe Mungu. nta kintu na kimwe twakora mu buryo bw'umubiri kugira ngo gihimbare Imana. Hakuna mchezo tunaweza kucheza kumfurahisha Mungu. nta mbyino n'imwe twongera ngo duhimbare Imana. Hakuna sadaka tunazoweza kuzitoa zimfurahishe Mungu. nta shikamana n'imwe twotanga kugira ngo duhimbare Imana. Hakuna dhabihu hata moja tunayoweza kutoa ili imfurahishe Mungu. nta mvugishwa wote twotanga kushobora kunezeza Imana. Hakuna kitu tulicho nacho ambacho Mungu hakutupatia. nta kintu na kimwe dufise Imana itaduhaye. Kwa hiyo hatuwezi kushawishi kwa akili zetu ama kwa nguvu zetu ama kwa mali zetu. dushobora gukoresha Imana mu bwenge bwacu cyangwa mu byo dufise. Akili tuliyo nayo rero ubwenge dufise ni Mungu amekupa. ni Imana yabuhaye. Nguvu ulizo nazo ubukomezi bufise ni Mungu alikupa. ni Imana yaziduhaye. Sauti uliyo nayo ijwi bufise ni Mungu amekupa. ni Imana yabuhaye. Watoto uliyo nao abantu bufise ni Mungu amekupa. ni Imana yabuhaye. Mifugo uliyo nayo ibyo utunze byose ni Mungu amekupa. ni Imana yabuhaye. Kwa hivyo katika maisha ya kimwili ubwiza mu buzima bw'umubiri na kiakili, n'ubwenge wa damu na nyama tu, ubwo mu buryo bw'inyama n'amaraso hakuna kitu ambacho kinaweza kumshawishi Mungu. nta kintu na kimwe ushobora gukoresha Imana. Kama umepunda ni Mungu amekupa kwa nguvu. rero ni muri inzobe Imana yaguhaye kubizana. Kama uko mnene ni Mungu amekufanya wewe mnene. ni muri
mbinguni munini Imana yakwamwisha kila ulicho nacho ni Mungu amekupa. Icho kise chose Imana kiguhaye. Kwa hiyo maisha ya Ukristo, ubuzima bw'Ukristo ama uzima wa Kristo cyangwa ubuzima bw'Ukristo, wakati ambapo Mungu anahamisha tabia zake na mwenendo wake na akili zake anaziweka ndani yako. Ukristo yake Imana yimurira ubwenge bwiwe n'ingeso zayo muri wewe. Kwa hiyo wanapokuona njiani, iyo bakubonye mu nzira, wanapokusikia ukisema, watakuelewa. Roho ya nani ambayo inafanya kazi ndani yako kinamukoresha Mungu. Reka tuzungumze lazima. Haleluya. Amen. Baba anawaambia hao Warumi. Hao wanaandikia anasema basi ndugu zangu, hata umukorere data n'abasi kwa huruma zake Mungu n'abantu bakumva basizima, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, mtaki miili yanyu iwe mazima takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Ndipo kuikorera kwayo kugira kimazi. Amen. Watu wa Mungu abantu b'Imana wanapokusanyika pamoja, iyo wakoraniye hamwe, iyo tu icyo gusa, bila kuimba, bakaririmbye, bila kuomba, bagaseze, bila kuhubiri, batakuzutura, iyo tu icyo gusa, watu wa Mungu abantu b'Imana wakikaa pamoja, iyo bicaye hamwe kwa nia moja, wameokoka, barakijijwe, wamehama kutoka kwenye ulimwengu wa dhambi, wakuye mu vyaha, wako katika safari, bali urugendo, wamejaa matumaini, usingizi, wanaenda mbinguni, walikoresha miji, popote walipo, awose bali, hii inatosha, ivyo bihagije. Kwa hiyo Mungu alikuwa bishobora ko Imana ari cyiza hagati yabo, bari kugira neza, hiyo inatosha. Icho gihagije. Biblia inavuga ngo malaika wa Bwana, malaika wao wanatembea dunia nzima, akenda ku isi yose akitafuta kugira arondera ahandi abantu bose kuboneka, ahantu hari Afrika wicaye, Wakatolika, Waislamu, wanani wanatembea wagenda kwa kasi, kujikomba kwa mbio, bihuta, wakitafuta barondera mahali watakatifu waliopo, ahantu abera bari, hawatafuti mabati, ibarondera mabati, hawatafuti mataa, ibarondera mataa, hawatafuti mikrofoni, ibarondera ibintu tunakoresha kuvuga, wanatafuta mahali barondera ahantu ambapo wababa na mama wavulana misore na wasichana na wazee na watoto waliopo bali wanawaendea upaliko, akachagua kigombe anawazunguka, bakachabazunguka na Mungu wa utakatifu, Imana ya lera atakuwa achaba hagati yao. Ndio maana tunahitajika kuwa utakatifu. Nicho gituma bisaba ngo ube wera kiakili, kimawazo, na kimaisha, no kwiyumvira ubuzima. Anasema kwamba toweni miili yenu iwe dhabihu, aravuga ati mutange imibiri yanyu ile ibimazi. Ukisikiliza usemi wa Paulo, leo umilije ivuga Paulo kwa barua aliyowaandikia wa Galatia, uchete yandikia Galatia sura yake ya 2 mstari wa 20, chete chao cha kabiri kurokoa wa 2. Anasema mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo, na wambaliwe na Kristo, ninaishi sije ndio ninaishi bali lakini si mimi ninaishi, haiko si jeo ndio, ni Kristo anaishi ndani yangu, aliulishe chochote utakachofanya hicho wala vyose kwa ajili ya Mungu, yani kuna Mungu yeye chuma hiyo zinajua kama uko mtu wa Mungu yaokoka,
Leo ni mwana wa Kristo. Na mimi nitapenda ujumbe huu. Leo ni kabisa kufunga huo utumwa. Maana nimekuja kwa sababu yako. Kufunga ashikundao. Na mpango kuhimiza. Kama visitego utezi. Mungu katika sababu. Ndio kukombe ngome siguruni. Tunajua watu tunazoea kutoa vitu. Leo abantu tumenyele kutanga ibintu. Kutoa ni vizuri. Kutanga ni vyiza. Na inaleta baraka. Kandi bizakubisha. Lakini nataka nikwambie. Ariko kurakubwire Baraka za utoaji. leo ni imigisha yo gutanga. Haziambatani na walotoa. Leo izo nizifatanye n'umukizwa. Zinaambatana na mtu awaye yote. Leo ndio mfano umuntu wari wese Ambaye anatoa. unatanze Neno linasema atoaji atabarikiwa. iyo baravuga ngo utanze uraheza kigo. Sio lazima utoe. Leo sio bakubwira umukizwa. Kinachofanya baraka za kiroho. Kinachofanya baraka za kiroho. Ikintu kizuri cyo kimuhera Ya kupasa uwe umekomaa kwa kiroho. bisaba ko barakuze kandi barakomeye uburyo bw'ibihembo. Wakati tunakubaliana kwamba hata wakati wa kutoa wanabarikiwa. Nibaze tuone ko mupagari yaho cyangwa guhembwa. Basi ukikuwa na moyo mgumu wa kutokutoa, ujue mwenyewe umejizuia baraka. Leo ndio mfisi mtimu kwa maana tunataka ubile kukua waweze kuisha usika kutahizaliwa. Lakini kuna vitu vingine vya Mungu Leo hapo ni tima ambavyo havihusiani na kutoa. wewe vitasema kutanga Vinahusiana na maisha yako, bihuye mu buzima bwawe tabia zako, n'ingeso zawe mwenendo wetu. n'ingendo zawe Ndio maana nasema cyo cyo bivuga ngo inawasii yabigiringa huruma zako ubwima bazizima Kristo wetu mwingie kandi bibiri yawe kuitatii. kugira ngo bibe bimaze. Mwili tunakuwaje zabibu? Rero bigera kugira ngo umubiri ube ikimazi. Kwamba mwili unakufa, Rero umubiri urapfa, tamaa ya macho inakufa. ibone by'amaso urapfa. Unatamani vitu vya macho. Rero hari ibyifuzo byiza by'amaso. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu unaweza kukiona kinakutia changamoto ili na wewe ukifikie. Rero hari ikintu ushobora kubona ukakifuza kugira ngo nawe ubishikeko. Fulani amelima shamba lake ni vizuri. Rero nawe ari umurima wiwe mwiza, Inapendeza. yabere Unalitamani. ukakigifu, Alafu unamkaribia yule mkulima. rero ukawege ujawindu Unamulika umetumia mbinu gani wakoresheje uburyo buki ili shamba lako liwe vizuri. kugira ngo umurima wawe umere neza. Unaweza kuiga Urashobora kwiga mambo mengine ibindi bintu na itakuwezesha kandi ibyo bushobozi kuendelea mbele kubandanya imbere na kubarikiwa. no guhezagirwa. Na kuna tamaa zingine za dhambi za kishetani. Hariho ibindi byifuzo by'ibyaha. Kwa hiyo unapotaka kuwa maisha yatakamataka, Rero ugomba kuba ubuzima bwera. kuna vitu vingine unatangazia mwili wako kwamba hauna kibali au uruhusiwe kuingia na kufanya mambo kama haya. Rero hariho n'ibintu biri umubiri wawe ati ibi bintu uje unabirongora. Vitu hivi visimamo mbele yako Ikintu nk'iki baravuga ati sinabikora ko yarapfuye. mfano maisha yaliyochukuliwa. Rero ikiziga ntigishobora kurema. Maisha haiwezi kutokana. Rero ikiziga gishobora gutukana. Maisha haiwezi kuwa na chuki. Rero ikiziga gishobora kwamara. Maisha haiwezi kuwa na ubaguzi Ikiziga gishobora kugira gucanamo wa aina yoyote. mu byo ari byo byose. Ndio maana Paulo anasema Nicyo gituma Pawulo avuga ngo toa miili yetu kandi imibiri yacu iwe dhabihu. ibe ikimazi. Dhabihu maana yake Ikimazi bisobanura ngo ni kuchinjwa gukerwa kuweka kwenye moto gushyirwa ku muriro na kuteketeza. kandi bigacanisha bigahereze. Hapo ndipo tunasema si mimi ninaishi, aho yatavuga ngo si jewe biriho, Kristo anaishi ndani ni yangu. Kristo ari muri jewe. Na kila ninachokifanya kandi icyo nkora cyose nakifanya kwa kumwamini Yesu. ndagikora kuko kwizigira Yesu. Mbarikiwe jina la Yesu. Reka duhe cyubahiro Yesu. Haleluya. Amen. Na wakati bado unaishi katika vitu vyako vyako, Rero igihe ukiri mu bintu byawe byawe, Roho Mtakatifu hawezi kuishi ndani yako. rero yarashobora kuba muri wowe, Na kama aishi ndani yako hawezi kuongoza. kandi nawe urashobora kuwongora, Na kama uongozwe na Roho unaongozwa na mwili. kandi utarongora n'umuherezo ukorwa n'umubiri. Na ukiongozwa na mwili hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Rero warongorwa n'umubiri nizo ushobora gukora ubwoko bw'Imana. Ndio maana watu wanatupwa asubuhi Nicyo gituma abantu bihana mu gatondo na jioni wanaanguka. bo ku mugoroba batanywa. Ndio maana wanaishi katika makanisa Rero bari mu
urusengero na walikuwa na huduma, kandi abo bakiziriko lakini maisha ya kiroho ariko ubuzima bw'imibereho imetwaa. bwamaze kubamo. Wanaweza kuelewa. Haleluya. Neno lingine aliwaambia, arababwira neno lingine ijambo ry'ababwira ni neno letu. kandi ijambo ryacu Leo sio kwa Warumi. rero ntabwo riko rabwirwa abaroma. Mstari wa pili unasema nini? umurongo wa kabiri uvuga gute? ntimushushanywe n'iby'iki gihe, nyamara muhinduke rwose mukizeye imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza, bishimwa, bitunganye rwose. Haleluya. Neno hili kwenda mstari. Rero aha muri ijambo cy'akarongo Wanamwambia mtoe ile ile dhabihu. aho arababwira ngo utange ibyo kugira ngo ibi bimaze. Alafu tena anamwambia lazima uwe na akili. Rero bisaba ko ugira ubwenge, Uangalie mazingira yenu jinsi ilivyo. urabe ibikikije uko bimeze. Kuna mambo tofauti yanayotendeka. Hari ibintu bitandukanye bikorera kure, Kuna mavazi mengi wanavaa. hari imyambaro myinshi bambara, Kuna mwenendo tofauti walionao. hari ingero zitandukanye bagenda. Wengine wanafanya hivi ili wapate hivi. Rero abandi bagakora ibi kugira ngo babone. Inakwambia muwe na akili. Bisaba ko tugira ubwenge. Kanisa la Kristo tunatakiwa kuwa na akili. Ijengero rya Kristo bisaba ko tugira ubwenge Tena na upole. kandi kwitonda. Kukwenda haraka. Rero utagenda wihuta. Ni agizo la Yesu kwa wanafunzi wake. Ikibazo cyagezwe cya Yesu ku bigishwa biwe, Anasema ninawatuma katika dunia. aravuga ngo ndabarungitse mu isi, Lakini dunia imejaa wamwitu. ariko rero isi yuzuyemo ababiri yari Lakini ati, mimi naenda kama kondoo. ariko mwebwe mwenye intama. Kwa hivyo yawapasa kuwa na akili. Rero bisaba ko tugira ubwenge no kwitonda. Akili ya kondoo. Rero tugira ubwenge bw'inzoka Na upole kama njiwa. no kwitonda y'inuma. Amen. Amen. Ibarikiwe jina la Yesu. Izina rya Yesu rihabwe icyubahiro. Akasema msikuwatishe Aravuga ngo ntimushushanye namna ya dunia hii, n'iby'isi, bali mugeuzwe upya kiwazima, ariko muhinduke rwose tupate kujua kugira ngo mumenye nini mapenzi ya Mungu. iby'Imana igomba. Tuambia Mungu huwezi kushawishi kwa kigelegele. Akubwiye ko ushobora kumenyesha Imana kuririmba cyangwa gukoma akaruhu. Mungu huwezi kushawishi kwa piano. Imana ushobora kuyikoresha kuvuza piano. Mungu huwezi kushawishi kwa kucheza. Imana ushobora kuyikoresha gutamba. Mungu huwezi kushawishi kwa sadaka. Imana ushobora kuyikoresha amashikano yawe. Hauwezi kushawishi hata kwa sehemu ya kumi. Ushobora kukoresha icyicumi cyawe. Maana hivyo vyote ni vyake. Kuko ibyo byose ni ibyaha. Kitu ambacho Mungu anakitaka. Imana rero igomba, Anataka watu iragomba abantu walio na moyo kama wa Kristo. bafise umutima nk'uwa Kristo. Haleluya. Haleluya. Na Yesu alisema, Yesu ndiwe yaravuze si wote wasemao Bwana Bwana si bose bavumeza ngo mwami mwami watakaye nenda mbinguni, bazoja mu ijuru, isipokuwa wale tu atari bajya gusa bakora ubwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Alafu kitu ambacho tunachopaswa kuelewa Ikintu bisaba ko dutahura kwamba tunaishi katika mazingira magumu, tubayeho ubukikije bikomeye, kwa sababu kuna neno Yesu alisema linatia woga. kuko hari ijambo Yesu yavuze riteye ubwoba. Wakati shamba lake ya adui akapanda magugu, Rero igihe umurima we haje umwasi atera urwafu, na wanafunzi wakajua kwamba magugu yamepanda. kandi abigishwa baramenya ko urwafu rwatewe. Hata Yesu aliwaambia, Uko Yesu yababwiye, akasema baada ya kupanda neno adui alikuja usiku akapanda magugu. nyuma yo gutera ingabo haraje umwasi atera urwafu. Ndio maana yakupasa kukagua Nicyo gituma bigusaba kugira amakenga na kuelewa roho inayofanya kazi katika mazingira yetu. no kumenya imibereho yakora mu karere duherereyemo. Wanafunzi wakamwambia Yesu, basi magugu haya tuyang'oe. Abigishwa babwira Yesu ati runo rwafu turandure. Yesu akamwambia, Ariko Yesu arababwira neno la kutia woga, ijambo riteye ubwoba, neno ambalo
ijambo risaba kuba maso. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Asinziriza zo kwikangurira. Haleluya. Haleluya. Akasema acha magumu na ngano mkonayo pamoja. Weka wafu ngano wekile hapo. Sasa tunahitaji akili. Leo bisaba ugeni ya kujua magumu yako wapi na ngano ziko wapi. Tusema tukiongea kumenya ngano Isaya cha kwa kumbale. Ibaki katika ukubwa na hivyo. Leo hili kitautakuwa mara nyingi baba na anasema usiitike kila aita. Uliwita wewe mama waweze, anaweza kupoteza moyo. Ukusho wa mtaka za mtima wao. Tunazungumza maisha ya Ukristo. Ndio tunaangalia uzima wa Ukristo. Maisha ya Ukristo. Uzima wa Ukristo. Akili ya Ukristo. Ugeni wa Ukristo. Tabia ya Ukristo. Tubariki ya Ukristo. Sisi ndio Ukristo. Atawezaje? Bizoshoka kuti kumaliza kazi yake vizuri. Kuangalia kwa chio kuti kumaliza mambo yake vizuri. Ndio kuangalia kidogo kuti kwanza kidogo tabia. Leo pia kuongea wiki masiku na maneno mengine. Ndio kulala mashamba kwamba kutuwekea mpaka. Leo ni sababu wawishi leo kuhubiri. Wao wanasema yale yaliyokuwa faida kwao. Watu wanatilia kwa Biblia leo unajiumbia kumchacha mwana hata kitu cha muhimu katika maisha yako. Leo ikiukitia uzima wako kumjua Kristo. Kumjua Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akasema Abrahamu msikuwatishe namna ya Mungu. Boni Mungu anamaliza dosi. Watu wa leo wanalinganisha maisha yao ya kiroho na maendeleo ya dunia ya leo. Leo wanaweza kuja kulinganisha kwa Kristo kile nguvu zinawahi kuhubiri. Na kwa maana mapingi kabisa au watu walio ishiendesha na wawakilishwe tunafika mbali. Ushitse kule ulimwengu isi mbalimbali ya chari nyuma yacho. Kwa sababu kwetu ni jioni. Wala kwa watu ni kukoroa. Lakini dunia kuna kucha. Haiko leo uisi kwa kele. Ya kupasa kuelewa tofauti asubuhi na jioni. Misaleo kama kaya mnatoto na kukoroa. Mtu wa jioni anakaribia kwenye kulala. Leo kukoroa hawaite kwa kuchapia. Lakini mtu wa asubuhi alikumohoka toto. Anatazaliwa pambana na maisha. Leo kwenye dunia iko leo. Leo haisi kesho mwosi. Kabisa tumewaacha kilomita na kilomita. Leo sisi kilomita. Leo tunaona barabara. Leo tutolee izamu. Leo wana wachashaka kuwakata kutende. Lazima kuna isabato tugirubele. Leo tunafikia wakati mgumu. Ushite mwenye sambo hii na serikali za dunia zinakwenda kupata vibaya. Leo ni leta sisi zigie kupata vibaya. Akikutani tezi ya vitu ambavyo ni chukizo kwa mbele ya Mungu. Leo ni vinwari sasa kwa mtima wao. Inawezekana kwa ulimwengu wako watu wa aina hiyo. Leo ni vitendea hiyo kwa Mungu wetu wale wanao. Nikuuliza kweli. Leo wanafanya kitu hivi ukibariki ndoa ya mke na mke. Leo unaweza kuuliza urupe wewe uuni ama ya mume na mume. Tangu kwa uuni watu watazama wanasema. Au watu wazoeacha ni wazoeana. Uli jinsi watazama. Hawaji shikanishi wazoeacha ni wazoeana. Watazama. Katika ulimwengu wa mwili hawatazaa watoto wa leo Mungu mwili masoko ya watu. Lakini katika ulimwengu wa giza na saa haiko Mungu mwili kuumiza watazaa watoto masoko ya watu. Hao watoto ni tabia mbaya za shetani. Hadi ya wana ni somo za shetani. Ona tabia zinataka kama upepo. Leo uzoe somo hivi ni watoto wa giza. Wana waumiza wanaacha Mungu wakaekima wanageukia upotevu watawai kujitana kama hautaelewa hebu tukutane mazingira ulioni kukije hizo kuona takumaliza huu hizo kumaliza mwezi
uza kufanya nyongero, utafuata watu wasiofaa. rero uzokurikira abakichwa basi. Ndio maana nakwambia kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii, Rero bitugire ngo bigushushanya bya kino gihe, bali tugeuze kiasi rero duhinduke bashaka, tupate kujua tumenye neza nini mapenzi. ivy'Imana igomba. Lazima usimame kwenye mlima, Bisaba guhagarara ku musozi, mlima wa imani, umusozi wo kwizera, umuulize Mungu atuwae zili zote. ubaze Imana ibisaba Hivi sasa Baba, ni saa ngapi? ubaze Imana ati none gatatu bisanga Tunafikia wakati gani? ushitse igihe kimeze gute. Mungu atakwambia, Imana izokubwira, Paulo atakwambia, Pawulo azokubwira. Baba uwe na akili timamu Bisaba kugira ubwenge bushitse, inayoongezeka. rero ubwenge bwongere Maana ya leo tulizo nazo ni mbaya. igihe turimo neza sana. Umeme umeharibika. Abantu b'isi Kama baba walioko ndani ya makanisa wameharibika, wameharibika. bazotoneka Kwa kutokujua mazingira yao. ubwo kutamenya ibibakikije. Sijui unaiga kitu gani katika maisha yako. Sinzi icyo uri kuriga ubuzima bwawe, Usifuatishe namna ya dunia hii. rero bigushushanywe n'ibya kino gihe, Bali tugeuze upya kandi duhindurwe rwose maisha zetu, imitima yacu, tupate kujua kugira ngo tumenye kitu gani kama tunafurahisha Mungu. igihimbara Imana. Amen. 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 Hakuna kitu kingine Mungu. Nta kindi kintu Imana iba yaguteye. Hakuna shahidi wa Yesu Rero nta cyabona cya Yesu asiyejua mapenzi yake. nta cyabona kitazi ubwombe bwiwe. Hakuna msafiri anayekwenda mbinguni Nta ngezi iriko irajya mu ijuru asiyekuwa ndani ya Yesu. rero atari muri Kristo Yesu. Yesu anasema ni mimi njia, Yesu avuga ngo ni jewe nzira kweli n'ukuri na uzima. n'ubugingo. Haleluya. Amen. Hao watu wanapitia njia hiyo Rero baciye muri iyo nzira, watu waliokuwa wanabii kwa Bwana. ni abantu bitanze kuri bimazi ku Mwami Yesu. Amen. Amen. Ni watu ambao wanaelewa mazingira yao. Abantu batahuye ikibanza barimo. Eliya aliambiwa aende kwenye mlima wa Bwana. Rero Eliya yabwiwe ngo naje ku musozi w'Uhoraho. Bwana akamwambia nenda pale na mimi nitapita. Imana iramubwira ati genda harya nanjye ndaza kuwaca. Kweli Mungu alipita. Kandi n'izindi Imana yacu. Biblia inaambia kwamba Eliya alipokuwa ndani ya jiwe kubwa, Bibiliya ivuga ngo Eliya ari mu ibuye rinini, akasikia kusemeka lake. yumva urutigita rw'isi. Na Mungu alikuwa anamwambia atapita. Kandi Imana yari yamubwiye ko aza kuwaca. Hiyo ni ishara ambayo inaonyesha kwamba ni nguvu za Mungu. Icyo rero ni ikimenyetso cyerekana ko ari mu Imana. Eliya Ariko Eliya akasikiliza. arumviriza. Katika kusikiliza kwake, Muri uko kumviriza kwiwe, akafika akaona tetemeko la nchi na Mungu alimtaka. rero arumvirije yo kuko uruhinda rw'isi yumva Imana ariyo. Alimanza kusema. Arahora yavuga. Baadaye kulikuja milipuko ya maradhi. Hanyuma haca haza uruhinda rw'inkuba. Akasikiliza. Arumviriza. Tena akasikiliza. Arumviriza kandi Kutana Mungu hayumo ndani. asanga Imana ntayirimo. Ukakuja radi. Haca haza inkuba. Akasikiliza. Arumviriza. Na hapo Mungu alipo. Naho mbere Imana siyo yari yarimo. Baada ya milipuko karibu 5, Rero hamwe n'ubuhinda bw'inkuba bitanu, ya sauti haca yumva ijwi. tulivu Ijwi ryoroheje. haina makeo. Iyo ritagira mw'ijuru. Namwona Eliya Namwamba ati Eliya, natoka kwa lile jiwe. acava muri rya buye, aca arapfukama, aca yunama hasi. Ijwi ryoroheje. Alikuwa na hekima ya Mungu. Yari afise ubwenge bw'Imana. Alikuwa na utambuzi Yari afise gutahura wa kujua mazingira. no kumenya ibimukikije. Alikuwa na ujuzi Yari afise gutahura wa kutofautisha na sauti. itandukanye amajwi. Sauti ikamuuliza, Ijwi riramubaza, Eliya, Eliya, fanya nini hapa? ukora iki aho? Sema nimesikia wimbo. Avuga ati nagize ipfuye. Kwa sababu wana wa Israeli wamekuacha. Kukawa imihanda ya Isirayeli yakuvuyeko. Wamevunja madhabahu yao. Baramenaguye ibicaniro byawe. Kwa njia nyingine wamepoteza
ushindi. abandi nabo barataka tupate ukwizera. Ndio Charabirwa baba rudia njia uliyoipitia, batanzira wazaranyemo utakuwa watu gazakuko abantu ambao watasimama na wewe basohagarana nawe wakati mgumu kama huu, ugihe kigoye ngiki wakutetea imani. kuvuga ukwizera. Haleluya, Amen. nataka nikwambie Mungu Mungu, nakubwira jaribu kuomba Mungu leo usenga akupe watu ibwaba wa karibu yako afya watakaokusaidia bazogufasha kupambana na mazingira. Bwana ili kukiki Ukichoka kuhimiza iyo kuba bwayo bakusubiza mu nzira. Reka tuzura kwizera mwana wacu. nataka niwaambie, Agomba babwira hakuna hata siku moja Mungu ataleta na majengo mazuri. Leo tuko makompetishoni ya kujenga magorofa, makaro, hata madhahabu tunaleta. rero n'abimana isoza banukuba bakazimereza uretse kujyana kuba amazima kwa y'abakorera Hata sheria za nchi ziko zinatushawishi. rero n'ibyagezwe n'isi nabyo biriko biragutegeka. Nataka nikwambie, Ndabona kubwira hata siku moja n'umunsi umwe hatafurahishwa na chembe. Imana izokunezezwa n'izizo n'umunsi umwe. Hakuna kitu kitakachokinunua kutengeneza kuishi Mungu. Nta kintu na kimwe kizobura kizohimba Imana. Kama tumekaa chini kusimama, Nawe tuwicara hasi ku isima vumbi inaruka mpaka kukichwa. vumbi likaduha gushika ku mutwe. Kama tuko watakatifu, Niba tuzoba turabera kama tumejazwa Roho wa Mungu, twuzuye mwebwe haitampa Mungu aibu ibyo bizotera isoni kutukaribia atakuwekea kwa vumbi. Kama watakatifu wapo ili wakashuke. Haleluya! Mungu anaangalia watu, Mungu anaangalia magari, hizi ni baraka zetu, lakini baraka za Mungu ni watu waliopoka, ni watu waliotubu, ni watu walio na akili, wanajua haleluya. Biblia katika kitabu cha Ufunuo siku kanisa litaenda mbinguni. Biblia inaniambia kwamba utakuwa mshangaa watu wa mbinguni, malaika, makerubi, wenye uhai kuna kitu wasiojua hawajui kanisa, hawajua kanisa, lakini siku moja watakatifu wa kike na kiume, walioshwa kwa damu ya Yesu watakuwa na akili ya kujitoka madhabuni, na watakuwa na akili ya kuelewa wasivutwe na dhambi, wasivutwe na ulevi, wasivutwe na uaguzi, wasivutwe na uchafu. Hivi tunaona kama wachawi wanakuwa hata kujenga. Niwe kufika kwa wachungaji wanaruka kwa kanisa ambalo lilikuwa halina simama, wanakumbuka ulipoje lazima fulani mpaka uone mkutano, akakuja na chimba bagacabaza bakimana anaweka uchawi wake, bagaca bashyiramo uburozi bwabo udongo ukabahantu uburyo anamea maji bagaca babonera amazi hejuru rero kibwira ko abantu bagiye gukuraho ivumbi kubera abantu bagiye gukora zidari ariko barababwira sikutie woga ntabwo mutego baba aliye ndani yako kuko uri muri wewe umukubwa kushinda aliye ndani yako, arakomeye usumuni lakini na huyo unayekaa pamoja ariko uwo bicaranye ukikaa pamoja bicaranye muombee, usenge muombee, usenge
katika izina rya Yesu naombea hivyo nasenge kilo kibao kiranya rero nyumbani wanaombe yaani mseke roho wa dini wewe mwingine anaweza kutuvamia roho akute asifanikiwe hadi chaomba wakati unataka kusoma roho niwaeleze kwa msingi wa roho wanataka masumu bakahana ishara anaweza kuocha bakagenda kwa wanakuja na bila sababu hapo ndio bakia sana usimuite kila mtu tukimaisha kukumbuka kuitendea mtu mbele yako mchungaji Morodani aliwahi kusema siku moja leo muombe Morodani ili kukumosa sema kuna basi ile ikienda kipindi kama tunaona kwamba leo Morodani anasema tumekuwa tunasenga atasenga hiyo yafunza basi leo niizeni mbegu zote msifuatishe namna ya dunia hii leo shangwe ya kiroho kuna dunia ya kitani leo kuna dunia ya kitani leo haisi kuna dunia ya wasichana haisi kuna dunia ya wamama haisi ya dunia ya wazee haisi ya watama msifuatishe leo nususha nijaki wanaoongozwa na roho yao wanasema ndio wanasema ndio pia kuna kitu kilichojulikana mbinguni nao hiki kitabu hicho akirudia watu leo wakati watu maserafu watu na waserafu wazee shida ya watu leo watakuwa na watu kama watu isheni hapana wale jina lako leo lisoma leo ni habari gani ya usiku kanisa la watakatifu isheniyo yawe walio ndani ya Yesu habari kuli Kristo na Yesu yuko ndani yao na Yesu ali wanaongozwa na roho wako siku kwa sababu ndani Moses alizoma wataanguliwa hao wazo milango ya mbingu leo nitaje na hizo kukia watakuwa na uwezo hata zote tushausemea huko kwa hata mbele ya Yesu mbele ya Yesu haiko utangulizi haiko alinasoma sema hawa ni wana ni wani wakatoka hapo Yesu aliwaambia ama zile miaka yote mliokosa hapa leo yanakayosema Bwana ilikuwa leo ndani hadi na kukufa damu yako kwa mlikani yapi wanasema sisi hayo yale mavazi wanayovaa leo kama akisia mtu hapa yameoshwa kwa damu yako ndio wote tunawasema yao kupigia ayani makofi hapo ni ngeza kwa mashi ayani hapo kupigia makofi chani wa kuvuka na bila via mlango hizo leo hizo nguzo za watu ambao ni matendo ya haki na uaminifu ni vikubwa vya wera ikizidikwa. Haleluya. Amen. Uliza jibu langu hivi ni kanisa gani mtaenda mbinguni? Kanisa gani? Ili wewe ulishiroki. Kanisa gani mtaenda mbinguni? Bishiroki hizo za mwisho. Kanisa la watakatifu. Ishengero ya wera. Kanisa la watakatifu. Ishengero ya wera. Kanisa la watakatifu. Ishengero ya wera. Wamama watakatifu. Abapapa wera. Wamama wababa watakatifu. Abamama abapapa sio sisi wachungaji. Na habari tuweka bunge. Sio sisi wazee. Situweka sio sisi waimbaji. Oya, ni watakatifu na wewe na uko miongoni mwa watakatifu na wewe uko kubariki na imani uweze hiyo. Amen. Nitakuelezea kwa tatu. Nitakuelezea kwa tatu. Kama kuna kitu
watu wa kutumikia. Yeremia alikuwa katika vita vya imani. Yeremia alikuwa anaanza kuizea vita vya kiroho na anaanza kuongea vita vya kukataliwa na mapagani na anaanza kufahamu na mapagani. Lakini alisimama pamoja na Yesu. Alipoanza na Yesu, ameuziwa kwa sababu ya haki. Leo yakaanza kuizea kama mchanganyiko wa magumu na ngano. Leo hadi leo ili kitu kinachoshaka mfano wake. Amen. Alichimana anambia simama hagarara neza urudi vizuri kwa ukaruke kujieleza ipata haki niwagimbe ya kutoa vitu vizuri ndani ya vitu vibaya niwapenda kuwa nipiga kimaziko na kujiwa kielea 15-19 kurongo kigawa cha chini hata kwa chini so bila hata makaji na watu wote wanaokuzunguka kama wakukije hautawageukia wewe usiwahinukia wao aliko bazo kuhinukia katika zingine utasoma hiyo leo unaweza kusoma kitabu cha Elia alafu kanisa maisha leo sio kitu cha kustarehe basi kitu cha kunezele kwa mikrofoni na mikrofoni nashangaa kwa watu wa apostol zile mitume tangawa leo msitukiona hadi kwa wapote afrado na tembea ifrado kauli kwa inonga moja ya damu tano hapo kabisa roho mtakatifu kitaka hapo kabisa aidha kuhubiri na miongoni mwao kulikuwa yule ambaye alikuwa mtume. Leo sababu apostoli baba ndio alikuwa kuhuma. Alafu sababu siku 5 mkutano wangu. Leo hawezi hivi sitano kikone kile. Ule apostoli ambaye amealikwa kuhubiri. Leo wao wote yatundwa kwa mama akatuma wao. Hachauka inomaziwe kwanza wakati waone gani itakayotembeza leo wageni wanakutuka usomo mbele za kuyobizi watu na hoteli ya watu ya barawe kuna rogi kwa sababu bezi kabla ya kusema kama maendeleo ilikuwa haitakuwa lakini ni mashahada na kokote ilikuwa mashahada leo ukiongeza sikungo ya mtaikawe mabaya na mafarasi naenda kupokea delegation ya pale kwa airport atawagenda kumuuza kuni airport alafu akaangalia gari wanakwenda wale wakaangalia gari akasema hiyo gari inaweza kisio mpya tena kilomita zake kisha kwa mingi wachagua mtuka kuweza kuendelea hadi wote watakuja hapo ndishi alipofika kwenye hoteli kama sikuongea Mungu ya watu ya bila kuelekezwa kuse shenge bila mawazo ungeweza kujishika kuse duwe maso akakutana kwa mwingilio wa hoteli kuna kalobine lakini kama na pale inaleta matona Bachosana hadi muomba chakula bata alikuwa madogo sio hata ndani ya chumba leo hapo hadi chumba akaingia chumba akakutana hakuna klimatizee leo aliingia chumba sana na chaki hiki zake ya chini akapeleka ujumbe achawaenda kutaja bali wakamwambia nimefanya hapo kwa leo achawa maibe kwa gari kimechomke anaomba ati umuduga ipina bashasha leo zabisha kwa nyingi hadi wote wao ndio umuduga lisha ndio kwa mwingilio hoteli ya maji hadi leo kuingia nje polisi wote hapo kwa hapa na jumba ni vizuri kawaida lakini hakuna klimatizee hadi kitu hata kiza hapo na chaki kizana ya kimo kama mafishi walikuwa wanachukua picha hadi leo na mafishi wale kama sokea Amerika kwa sababu kuna gari nzuri leo wanachagua kwa mduga miso haya kwa sababu hoteli yetu sio ya kisasa hadi kama murao wanataka kuongezwa nimepita kiwango hicho leo jana sasa kushika kundi ugero kwa hiyo ni kwa leo
ziri ku urwo rugero niko yamutume kunakira kubera mugeza ati urugero rw'ubutumwa rukungu niko yamutume rero urugero rw'ubutumwa anatuma kila barabara rero abumbikiye hatari yari barabara hakuna hoteli ya kulalia nta hoteli biriyo anaweza kulala hata chini ya mti ashobora kuryama munsi y'ibiti hapa kwa mtu maskini asio hata na matera cyane no kuna kene katari matera wakati tunafika nisema tunaendelea tunaporomoka ikiwa kisha leo kwa kile vile kuishi kama kila kitu ya kujua kuchagua vitu vizuri kutoka kwa rero tumenye kuba kugira kimazi tubikura kwa kanisa ishengero n'igiti ya Yesu n'umugeni wa Kristo kanisa ishengero ni miliki Mungu aliyochagulia rero ni Imana yitoranyije kanisa n'ishengero ni kama taa iliyowekwa juu ya mlima ni itara ryashyizwe hejuru ku musozi sio kitu cha kujiamazia rero si ikintu cyo kwerekana gusa ni sehemu ya kuinua chini ni ahantu ho gushyira hejuru izina ry'Imana. haleluya unahitaji wakati mwingine Mungu akupende kwa hii aje kukuvizite hata siku moja usikie matone ya mvua hivi na mkati yako unaangalia hii matone ya mvua inatoka wapi bisaba ko ikindi Imana izakutemberera ubwo amatora y'imvura yakakubako abikirike batiboneka na lazima zibaye wewe watu wa kupenda neno la Mungu tubabara bakunda ijambo ry'Imana wewe watu wa kupenda maombi tubabara bakunda gusenga wewe watu wa kupenda maisha ya utakatifu tubabara bakunda ubuzima bweshejwe. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. kuanzia Mathayo 5:14 Kaduhereza kuri Matayo 5 alafu tuone ujumbe nyumbani usema kukaa iwacu bila Mabisa bwa Yesu ego akanisa uko kanisa Mathayo 5:14 au wala kutunataka kabisa anzia kwa 13. usome kwa hapo usome kwa hapo Acha tusome tulisimama sote. hakuna mtu mtaifa hapa mbele Hakuanza kuhamagara hadi mbele. tunataka tuchukue dakika 3 tuombe Tusabisa wako tusawi kutani ndio tutato kusema. kuna watu ambao wamepoteza uhusiano wao na Mungu wao na Mungu hapo Aba bantu bakakatibigeza yabo Imana hano. kuna watu walio imezwa na vitu vinavyowazunguka Aba bantu bamaze kufugirwa n'ibintu bibazungurutse. na watu hatujui mapenzi ya Mungu ni nini. Hari abantu batazi ubugome bw'Imana icyo cyo. 13 na 14 Somo wa 13 wa 14. Urukundo w'isi Mungu wisi ariko umuntu yishize uburyohe uba ukikoresha ishengero rya Kristo Kanisa la Bwana. hata tutagira ishengero rya Kristo twibereye idini ryo bwabo Sisi hatuko tena kanisa la Bwana tuhubiri iki Injili. kokora no gihimana Naweza kufanya nini ili tumpendeze Mungu? ntacyo ukimaze atari gutanga hanze ubaganiriza n'abantu ishengero litariko Kristo Kanisa ambalo halina Kristo umwana kama mfalme, yangomera hata Roho Mtakatifu, umurongozi wanyu hata kiongozi wa hiyo. Rero ibyo byose byo kwinezeza gusa. umuco w'isi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa au atuweze kitabu cha Mungu ndio unasema mafuta yawe na kode kwa unaende Bali kitabu cha Biblia kinakuwa amafuta mane na haki ulinde mcha. haleluya ikija mtakuja mjete pore ni Petro ni wewe yao ndio anaisha ndakisha umugira neza kushira kuki ore meze nk'itara ryakira mu mwiza idakesha ijoro ryose ushika nk'inyenyeri zo mu gatutu izuba riri mu mutima wawe uba mbere kuko Anawakili kiroho.
heshima yako, icyubahiro cyawe kitakasikuwa ukwera kwawe pamoja na kushuhudiwa na watu hamwe no gushikana n'abantu utajulikana siku ya Sabato. Leo kusomenyekana Yesu yagaruka umbeyeni reka tutumaishane mzenyewe abarenze mu masoko y'impunzi nahitaji mafuta kupitia leo bisaba mafuta kujuhudwe anuke mafuta kuwezeshe kujua kwa dhabihu mbele za Bwana. Mafuta kushona kutima mafuta ikuwezeshe kujua mapenzi ya Mungu. Mafuta kushona kumugombe bila kuwa na akili akiwa unatoka na kwenye huko na kwenye naye. Ukiugeni kwa kumenyewa kuhuye na kuhiti magenda tusikie sehemu tunakuwa kimo cha Mungu. Leo ushike kutewa kwa akawako wakijikane Burundi kuna kanisa. Leo tupamilike kwa Burundi alisheje kwa nyumba ya misalaba. Atari nyumba ya kanisa hilo isende lisima ambao haliwezi kushindwa na milango ya kuzimu. Isende unatoa tumeleshwa milango ya kuzimu. Waimbaji mko hapa tuimbe na kanisa tuimbe. Hawaimbi hapa tulimbe isende wote tulimbe. Amana tatu. Mirongo itanu. Sikiliza nikwambia, huyu mjarawa amavuta wale kwamba winde ushamba akaomba apewe mafuta awali mpaka asubuhi. Yaani majambo makuu Kristo usikawa Yesu azogaruka. Ile neno winde kwa Kristo mpaka siku Yesu atakapokuja. Iyo amavuta akami mafuta yakikauka unakauka. Hapo wito unakauka. Kuchoka bila kabisa. Nuru inatoka kwa giza, lakini ambapo unahitaji mafuta. Mafuta ya kuwa lakini ambapo unahitaji mafuta ya kutima kwa wao umeimanisha uzima. Ndipo wako mzungu na kila mtu. Hakika na nyongo na uwe na kinga kutaka kwa furaha na mapenzi. Sema pokea Mungu.